Kama ulishai kufanya hata kwa bahati mbaya, wewe niambie. Mume wangu, haki ya Mungu nakwapia, mimi sijawahi kukuchiti na siwezi kukuchiti. Kwa nini kukuchiti mume wangu? Yaani sababu zipo ambazo zinanifanya sana nikuchiti. Kwenye faraga unanifurahisha, nje ya faraga unanifurahisha pia. Kwenye vitu vyangu ambavyo nahitaji mume wangu unanihudumia. Nitachotaka kula na kula. Sasa kwa nini nikuchiti? Yaani sina sababu za muhimu ambazo zinaweza zikafanya mume wangu mimi nikuchiti wewe. Sina. Ndugu zangu wakipata matatizo unanisaidia. Wakihitaji pesa tunawasaidia pia. Mume wangu, kwa nini nikuchiti? Hivi unaona kama mimi na sababu ya msingi wewe ukuchiti wewe? Mimi sina sababu yoyote na siwezi kukuchiti. Alafu pia mume wangu. Unajua kama mimi nakupenda sana, si ndio? Si unajua kama mimi nakupenda. Na kama basi mume wangu niamini, basi fanya hata uchunguzi huko nje. Unipendi wewe. Sasa kwa nini mume wangu unasema sikupendi? Yaani kwa kipi? Unanipenda sana kutoka moyoni. Mimi nakupenda sana ndio maana hadi leo tuko wote. Sawa. Mimi nakupenda mume wangu, sawa? Umenielewa eh? Twende basi ndani. Twende ndani. Kufanyaje tena? Sasa mume wangu, wewe unajua mimi naenda kukupa nini huko ndani? Twende ukaone ninachotaka kukupa. Usiku kucha jamani. Si utatoka upepo tu. Sasa ndio twende. Usinifanyie hivyo wewe. Sasa mimi nakufanyia nini? Si twende ukaone ninachotaka kukupa. Sasa uamke sasa twende. Sasa unaenda kufanya nini? Sasa twende ukaone. Kuna nini na wewe unaendekeza bana hivyo vitu? Nenda kwa siji. Bana mume wangu twende. Siji. Sasa unajua nataka kukupa nini? Wewe siji unanicheki. Bana twende sikucheki basi twende mume wangu. Nenda kwa siji. Twende basi sikucheki. Mdogo wangu Konsa. Nabe dada. Maisha hapa vipi? Unaonaje? Umeyapenda? Napenda sana kupoa. Je, mimi sipendi siku unaondoka hapa, ukienda nyumbani mama ndo anaanza kuuliza na wewe ndo unaanza kusema huku, wakati mimi uniambie dada yako kama kuna kitu ambacho ukipendi, unaanza kumwambia ni kwa naishi vibaya mara siwe nini. Mimi sitaki iwe hivyo. Kama unaona mambo hayako sawa, wewe niambie tu dada yako. Sawa mdogo wangu? Sawa. Lakini dada, mbona muda mwingi uko busy sana simu na chora hapo? Sasa mdogo wangu, si unajua tena simu zetu za password hizi hapa nachola kutoa password ili kuna mtu nataka nimtumie message. Na mimi nifundishe basi. Nikufundishe password ili iweje? Uifanyie nini? Au ndo nataka uanze kunifutia vitu vyangu? Mimi sitaki kufundisha. Maana nyie mwanzo kashangaa uelewe chochote mara unaanza kufuta mafaili yangu, sitaki. Hapana dada. Iko siku unaweza katokea umedondoka hapo. Mimi sijui password ya simu yako. Namtafutaje shemeji mimi? Mdogo wangu na nyewe neno. Kwa natokeaga maana haya maisha. Ngoja nikufundishe mdogo wangu. Sio nakufundisha kutoa password kwenye simu yangu, kila muda nikitoka unaishika. Sitaki. Usije ukanifutia vitu vyangu. Sawa? Sawa dada. Hapa mwanzo hapa ni password za namba. Cha kufanya unapandisha hivi kidole juu, unabonyeza hizi hapa namba, 7 na 5, hivyo. Ikitoka unakuja hapa kwenye mchoro kama ndo unataka kupiga au kutuma message. Kwenye message ni hapa. Kwenye kupiga ni hapa. Namba ya shemeji yako si unaijua? Naijua. Haya, ukija hapa kwenye kupiga unafanya tu hivi, unachola hivi. Umeelewa? Nimeelewa. Au ndo nikupe ujaribu? Jaribu. Hapo sasa nafanya hivi. 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 Hapo ndo kwenye message hapo kwenye message, hapo kwenye kupiga. Uliniambia nichore hivi. Ndio hivyo. Basi kumbe mdogo wangu na kichwa laini. Haya ndio hivyo, ila sitaki simu yangu ichezee vitu vingine.
Shemeji, mbona umepumbazika na hizo picha? Nashangaa sana kumwona mke wangu amemkumbatia huyu jamaa, kitu ambacho kinanishangaza. Yani amerelax kabisa. Yani tukio hili kwangu mimi nalichukulia ni zito sana. Inaonekana ni watu ambao wanapendana sana. Yani mke wangu ameamua kabisa kunisaliti mazima. Hivi kwa nini ananifanyia mambo haya huyu? Kwa hapo sijajua kwa nini anafanya hayo mambo yote. Wewe huyu jamaa unamjua? Huyu jamaa shaye kumuona siku moja wewe. Na siku ya pili nilimuona wapo uchochoni na dada wakiwa kwenye mahaba yao. Hujawahi kukaa naye akakwambia kama kuna kitu chochote ambacho mimi nishawahi kumkosea mpaka anayafanya haya? Hajawahi kuniambia kitu chochote ambacho umewahi kumkosea. Hajawahi kabisa. Nikuulize swali la msingi na ni muhimu sana. Kwa hali kama hii ninayoiona hapa ya uthibitisho huu unaouona, yani mimi kama ningekuwa wewe na wewe ungekuwa mimi, ungeamua nini? Ungefanyaje kwenye tukio kama hili? Kwa mimi shemeji, kwa kweli yani nimeona hili tukio afu ndio unaona na mke wangu macho kwa macho, nitamzaba vibao ambavyo hajaipigwa. Ikiwa kama wewe unawaza hivyo kwamba umpe adhabu, umfanye kitu chochote, mimi niwaze nini kuhusu dada yako? Nifanyeje? Anaonyesha kwa kweli anakupenda, ila sijajua kwa nini anafanya mambo yote. Uwezo kampiga. Sasa ananipendaje ikiwa kama kuna mtu mwingine anampa penzi? Naona kabisa kwamba huyu jamaa mara nyingi anakula chakula ambacho tayari kimeshaandaliwa kiko kipya. Alafu mimi nakula makombo. Kwa jinsi wanavyoonekana, ingali ilitakiwa yeye ndo ale makombo, lakini kwa mahaba haya kwenye picha inaonyesha hata wakiwa live hawa ni watu ambao wanapeana vitu vingi sana. Jamaa anafaidi vitu vingi sana kuliko hata mimi. Inawezekana mimi kila siku ni mtu wa kutoa sahani. Jamaa anakula, mimi natoa sahani. Jamaa anakula, mimi natoa sahani. Kitu ambacho kiukweli shemeji inaniumiza sana. Unajua sometimes shemeji, mkeo utakuta hanaogopa kukuambia ukweli, ndio maana yeye kafanya maamuzi yake kisiri, ndio kama hivi tunavyoona. Na watu wengine wanamuona huko nje, wanachukulia picha mbaya, wanasema kwa nini katoka? Hivi unadhani dada yako ananipenda mimi? Tukikaa mimi na yeye kazi kukusifia tu. Mume wangu nampenda sana. Mume wangu ananipa mahaba. Sasa sijajua imekuaje. Kwa yeye ananisifia mimi? Anakusifia sana. Niseme tu asante sana shemeji. Nakushukuru sana. Na naomba ni kuruhusu uondoke ukairudishe simu pale ulipoichukua. Hata kama ikitokea mkuza ulienda nayo wapi, mwambie bwana nilitoka tu mara moja kwa nacheza game hapo nje. Usimwambie kama tulikutana na akaja kunionyesha hichi kitu. Bado nina homework na wewe. Sawa? Sawa. Wahi kurudi nyumbani. Sawa shemeji. Mimi kuna mtu namsubiri hapa. Shemeji. Haya. We Konso. Umetoka wapi na simu yangu? Nimetoka nayo huko nje. Wewe simu yangu uko umeenda kuifanyia nini? Nilikuwa nacheza game. Konso. Toka lini wewe na simu yangu unacheza game? Na kwa nini usingechezea hapa? Nimekutafuta huko kote. Na kuanzia lini nishakuruhusu mimi kutoka na simu yangu? Konso, usitake tukosane. Usitake tukosane. Naongea. Kuanzia leo sitaki ushike simu yangu, sitaki ucheza hilo game na magame yote nafuta. Kwa sababu simu yangu ina vitu vingi sana vya muhimu, sawa? So unacheza hayo magame yako, mara unafuta sio mafaili au unafuta vitu vyangu. Tutakuja kukusana bure. Hiyo simu yangu ina vitu vyangu vingi sana vya muhimu. Hata ukikuta ipo ndani napigiwa. Iache. Iwe hapa nyumbani au nje ya nyumbani, sitaki. Usipokee, usishike. Nitakuja kupokea mwenyewe. Au mazoea acha. Sawa. Samahani brother. Unajua kuna kitu ambacho kinaniumizaga kichwa sana. Sawa. Kitu gani hicho? Kinachoniumiza kichwa
nataka kujua utaratibu wa ukitaka kuoa unakuweje? Aha. Taratibu za muoaji kwa ninazozijua mimi ni chache sana. Kwanza, baada ya kuwa umeshakubaliana na mlengwa kwa maana ya huyo mwanamke wako, unatakiwa umtafute msimamizi wa jambo lako kwa maana ya mshenga, mtu mzima mwenye busara zake, hekima, aliyejaliwa na utu. Yaani kuna binadamu fulani hivyo wamejaliwa kuwa na vitu fulani hivi special. Ndio watu wa namna hiyo ambao wanafaa sana kuwa washenga. Utamuuliza jina halisi la binti husika na ubini wake. Inaandaliwa barua na huyo mshenga ambaye anayaelewa haya mambo. Ndani ya barua kuna kijisenti fulani hivi unakiweka ambacho hakina limit. Iwe 20, 30, 40, 50, yoyote ambayo una uwezo kuiweka. Pesa hiyo inayowekwa kwenye barua ni kwa ajili ya kwenda kulainisha nafsi za watu ambao wanaenda kuisoma. Waswahili wanasema kwenye udhia penyeza rupia. Baada ya hivyo kule kunakuwa na taratibu nyingine. Baada ya kupokea barua ile wanarudisha majibu. Nadhani taratibu ndio hizo. Wewe umeshafikia makubaliano na huyo binti uliye naye kwamba unatakiwa umuoe, ama ni mawazo yako tu? Hayo hapo ni mawazo yangu, lakini binti mwenyewe endapo nikimwambia hiki hawezi kukataa. Na kwa hili ni kuombe, naomba unisaidie kama kuna uwezekano ili wewe uwe mshenga wangu. Unatamani mimi ndo niwe mshenga wa hilo jambo lako? Ndiyo. Unaweza, kwa sababu unaonekana ni mtu mwenye busara na mwenye uvumilivu sana. Naona kama unaweza, sababu nikikuangalia naona kama kuna vitu vingi ambavyo unavivumilia, vitu vingi ambavyo unavijua. Nashukuru kwa kuniona mimi ni mvumilivu na kunichagua kutaka niwe mshenga wako kwenye jambo lako. Ni kweli kabisa. Uvumilivu ninao. Navumilia mengi sana kwa sababu mimi ni mwanaume. Na uvumilivu nilionao sidhani kama kila mtu anao. Kuwa hivi ni kwa sababu tu najipenda. Yaani sitaki kuwa na hasira nikajikuta nafanya vitu vya ajabu, kumchoma mtu visu, kumpiga mtu jiwe, kwenda kumloga ama kuyaathiri maisha yake. Ni kwa sababu napenda maisha yangu. Yaani ukishajipenda ni ngumu sana kufanya vitu ambavyo baadaye vinaweza vikafanya hata maisha yako yaishie sehemu usiyotegemea. Kwa hiyo asante sana. Wenda nikawa kweli na uvumilivu, na nikushukuru kwa sifa zako za kijinga. Asante. Mambo vipi? Shwari. Mume wangu, mbona kama anakuona uko sawa hivi? Toka kukwema kweli? Sio kwema. Wewe umetoka ndani kule kwa kusudio la kwenda Mariwato ili ukatimize haja zako. Sasa hivi unaniuliza hapa, ni kwamba ndo unajifanya unanipenda sana au imekuwaje? Sasa mume wangu, mbona kama sasa unanifokea? Au mimi nimefanya vibaya kukuuliza? Na kuona mume wangu hauko sawa, ulivyotoka na unavyorudi tofauti, kwa nini nisikuulize? Au mimi kuuliza nimefanya vibaya? Kujua hali yako nimekosea. Kwa sababu nakuona kabisa hauko sawa mume wangu, ulivyotoka sio ulivyorudi, ndio maana nimekuuliza. Ni kweli siko sawa. Ni kwa sababu kuna rafiki yangu nimekutana naye kanipa jukumu ambalo kwenye maisha yangu sijawahi kulifanya. Japo sijalitekeleza, ila matarajio kulifanya ndio kama napata wakati mgumu. Eti yeye anataka mimi niwe mshenga kwa mwanamke anayempenda yeye. Yaani basi mimi mume wangu si nilijua hata umekutana na nini, si umekutana na zuruba gani huko ulikotoka. Hasa wewe kilichokukasirisha hapo nini? Mimi hata sioni jambo la kukufanya wewe ukasirike. Nikajua hata umepigana huko au umedondosha pesa, yaani nikajua hata kitu cha muhimu sana. Kumbe tu jambo la mshenga mume wangu. Sasa si hapo ni kufanya tu nikupeleka barua basi umemaliza. Sasa linakupa ugumu vipi? Shida nilionayo ni kwamba
naunguliwa, naumia. Yaani hapa ni kama pamefunuliwa. Alafu kuna watoto 6 wamechukua vimitimiti, kila mtu anachoma kwa wakati wake. Wanashindana hivi. Hicho ndo kitu ambacho naumia na kuna siri ipo hapa. Yaani kuna vitu wewe hujui tu. Mimi naumizwa ujue kwenye hili. Naona kama uzalendo unaenda kunishinda. Yaani Mbona kama sikuelewi? Mara moyo si anauchokonoa, mara uzalendo unaenda ukushinda, mara unaumia. Kinachokuumiza wewe mume wangu ni kitu gani? Kama jambo ndo hili tu mume wangu la kupelekana nili barua, basi hao wameshapendana waache wawane. Wewe kinachokuuma labda ni kitu gani? Labda kuna kitu kingine unanificha mume wangu. Basi niambie.